Yaani madam no, acha bwana, acha madam. Unaona hapa nijibu huyu mwanamke. Acha madam. Mwache. Ndio mwache. Acha madam. Mwache. Nasemaje? Naondoka. Mwache, ataenda nyumbani atambao. Miguu. Hii ni nyumba yangu. Hakuna mtu ataingiza mguu pale. Hakuna mtu ataingiza mguu pale. Na hapo mnavyojiona hapo, natoka na viatu vyenu. Sasa viatu vyao wanatoka nao kwa nini? Inakuwa yaani hao wanawatia kwenye chupa. Anawatia kwenye chupa. Madam acha hizo bwana. Anatia kwenye chupa. Acha hizo mtoka. Bana, kipindi unaendelea kuitazama hii video ama tayari umeshamaliza kuitazama hii video, kumbuka hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. So naomba gusa hilo neno lililoandikwa subscribe, utakuwa umenisapoti na ili uendelee kuwa mmoja kati ya familia yangu. Asante sana. Mwache aje. Nikuonyeshe. Nini dadangu, mbona ataondoka kavimba huko. Haina chini ugomvi. Sasa mimi nasemaje Zompa? Unang'ang'ania, unajitia king'ang'a, unajitia king'ang'a wewe king'ang'a wewe. Ushaambiwa utaki unang'ang'ania nini? Dadangu, mbona acheni. Ng'ang'ania sema wewe unang'ang'ania. Madam wewe tulia bwana. Ng'ang'ania. Tulia madam. Ugomvi wako ni wangu na wako sio huyu. Usimajitia wazimu. Brother, matatizo haya brother. Mimi yani matatizo. Hapana brother. No, haina haja brother. Mimi nasemaje? Sawa Zompa, mimi nasemaje? Naondoka. Wewe waache kudili na bwana wako afu unaje kujifanya unaniongesha. Nimesije wewe kama nani? Yaani mbele ya mume wangu unaniongesha. Na kuongesha kidampa tu kidampa. Kidampa lakini ndo niko naye sasa. Ndo niko naye. Kaniganda kama kupe popote anakotaka twende tunaenda. Na mimi niko hivi. Ng'ang'anga wewe acha hizo. Anapenda nani? Mwache. Mpisha ugomvi. Kama vile ondoka madam. Yaani bora tu uondoke. Maana hapa amani itakuwa haipo sasa. Yaani nimewaita hapa tulibalia jambo kwa mengi. Dadangu mpigia basi. Wewe unadili na nani? Sijui unadili na nani. Wewe unategemea kama umependwa. Mimi nakwambiaje? Hiyo ndoa, yani haya mahusiano kama yatadumu. Labda sina mganga. Toa vitu vyako. Sisi hapa tunamtegemea vitu vyako. Na mimi nitakuletea kadi mwendo wazimu wewe unajitia wazimu. Madam no. Acha madam. Unaona hapa nijibu huyu mwanamke. Acha madam. Mwache. Ndio mwache. Acha madam. Mwache. Nasemaje? Naondoka. Mwache, ataenda nyumbani atambao. Miguu. Hii ni nyumba yangu. Hakuna mtu ataingiza mguu pale. Hakuna mtu ataingiza mguu pale. Na hapo mnavyojiona hapo, natoka na viatu vyenu. Sasa viatu vyao wanatoka nao kwa nini? Inakuwa yaani hao wanawatia kwenye chupa. Anawatia kwenye chupa. Madam acha hizo bwana. Anatia kwenye chupa. Acha hizo mtoka. Achukui viatu vyako. Madam acha. Madam acha viatu. Viatu acha madam. Acha viatu. Mwache bebe. Na madam wewe mtulia bwana. Sasa viatu achukue ndivyo hapa. Zompa ungemwacha. Mimi sirogwi. Wewe atakapeleka mganga wake kweli mimi namjua. Sirogwi. Mimi namjua huyo. Madam tulia bwana. Wewe ungemwacha ondoke na viatu. Mimi sirogwi. Miaka 14 ya ndoa ilikuwaje? Ila mwanangu umenikosea. Zompa umenikosea kikweli. Hizo brother mimi ananisumbua sana. Si mpaka usiku. Mimi nimemwambia ondoka, na mimi mpaka nyumbani kwako pale. Nimemfuata, sijamshuti wala nini, nimemfuata kimya. Madam ondoka, nenda nyumbani kwako katulie kwanza ili sio lipite. Hataki kunielewa, hii nyumba yangu mimi siwezi kutoka sijui na nini. Mama azidi kwa mengi. Mimi nafanya. Leo kanijia hapa asubuhi kakaa sana hapa. Kakaa sana, kaja sijui saa 3 mimi na msikitini narudi yupo hapa. Zompa mimi siondoki niitie mwanaume wangu aje. Mimi nafanyaje sasa? Umenikosea sana ndugu yangu. Yaani ndio maana mimi niko nataka wewe uje umtamkie wewe mwenyewe. Ikiwezekana kama kuna masuala kumtoa, atoke wewe ukiwepo. Sijajua kama yote yanakuja kutokea. Tunafanyaje? Anatokaje pale sasa? Itafikia tu utaniita kwa jambo lingine. Taisi yeye yupo. Hapana brother. Yaani mimi nilichokuwa kufanya ni kwamba nini tumtoe. Yaani ile mlango mimi leo yule mwanamke tumalizane naye. Ili ya mambo yasiendelee. Bali anatakiwa atoke nyumbani. Anatakiwa atoke. Sasa ndo anatokaje? Watoto mimi tawapeleka kwa bibi yao. Anasema mmejenga wote pale, anatokaje? Yaani yule sasa mambo yanazungwa. Nimenunua kiwanja kabla sijamuoa yeye. Sijui umeelewa? Nimeanza ujenzi kabla sijamuoa yeye. Anasemaje nyumbani? Nyumba kaikuta. Nakwambiaje nyumba kaikuta. Maana nyumba ni ardhi. Sasa kama nyumba ameikuta maana yake sasa ana mamlaka na pale. Atatoka tu.
Na mimi ananiambia nyumba tumejenga wote, sijui na nini, mpaka nafika pale. Mimi natokaje? Yaani pale kwangu atatoka. Mimi sitoka pale, nitapangisha, pesa italea watoto. Basi. Pesa italea watoto. So yeye akae pale. Mwisho wa siku atachukua tena ile bwana ataingiza, kwa sababu inaonekana ndio tabia yake. Mimi nimechoka. Kutoka na watoto wadogo. Sijategemea kabisa. Kama jambo linakuja kwa hivi, sijategemea kabisa. Na mimi sijajua brother kama utakuja na mwanamke mwingine. Yaani kwa sababu msiatemea kwaje. Ipo siku mtu atakufia hapa. Ipo siku mtu atakufia hapa. Naongea tena narudia. Ipo siku. Sasa brother, mimi haya mambo mimi sitaki tena yaendelee. Maana sasa mwisho wa siku mimi nitakusiwezi tena hata nguvu ya kuwakutanisha, maana nitakuwa sina. Umeona? Yaani maana sasa naanza kutafuta mabangu sasa sijui nini. Ndio tuanze kuwakutanisha kwa staili hiyo, sababu anakuwa mengi. Tunafanyaje pale yule mwanamke atoke? Kama kuna namna ya kwenda kumtoa hapa tukamtoe tu. Hii jambo liishi. Huyu atatoka tu. Atatoka Zomba. Ngoja mimi. Wewe tumia nguvu zako, tumia akili yako. Na mimi nitatumia nguvu zangu na akili yangu. Atoke pale. Ndugu zake wanasemaje? Ndugu zake washamzoea. Kumbe hii issue alianza kitambo. Muda mrefu kabla mimi sijamuoa. Kwa mimi nilivyomuoa ndo akajua labda atatulia. Ndugu zake hili swala walijua. Ishalipeleka. Walijua kwamba kwangu ndo atatulia. Kumbe katulia, kaficha makucha. Alivyo tumepata watoto kwamba ataniachaje. Tayari tuna watoto. Jamaa hii swala naoma. Na vipi kuhusu huyo sasa? Maana mimi sasa sielewi kinachoendelea kama hicho. Nataka kujua kuhusu. Maana sasa hujanitambulisha, mimi nimeshangaa tu hapa naona kuna mgeni. Huyu bwana ndo mke wangu. Alikuwepo ndo amekuja. Hilo swali siwezi nikakujibu. Elewa huyu ndo mke wangu. Mengine hanihusu sasa. Kabisa usingile masuala mengine. Huyu ndo mke wangu na ninampenda sana. Jamani upepo unabadilika la vibaya sana hizi. Sasa brother tunafanyaje? Maana mimi dakika ya mwisho yani hapa sijui hata nafanya kitu gani bwana. Mimi bwana ngoja nikuache. Sasa yule kaondoka winja hapa, si ndo anaenda kwa mganga wake, si ndo anaenda wapi sielewi. Zompa, unaijua Katavi Mpanda? Unaifahamu vizuri? Huwa atulogeki sisi. Atulogeki. Afu mke wako mshirikina sana, anaonekana anaamini sana masuala ya ganga. Yaani huyo mganga wake anamwamini vibaya mno, kwamba anaona kama ndo Mungu wake yani. Anampoteza. Kitu kidogo mgangangu. Kidogo, Zomba ukishindwa kulisha ndoa, nenda kwa mgangangu. Anampoteza. Sasa basi poa brother, mimi nikuombe kama utafanya maamuzi ya kwenda kule, usifanye sasa hivi. Mimi nataka nijaribu kwa mara yangu ya mwisho, nitamfuata pale nyumbani. Nijaribu kumtoa tena kiustaarabu. Kishindikana mimi bwana brother, mimi nimeshindwa. Kama utaenda kumbeba mke wako juu atoke, utajua wewe. Maana yake wengine wanatokage mpaka apigwe, mimi sijui. Na kama kumuelekeza kwa ustaarabu nishamuelekeza sana. Hii nikimwambia ndo ya mwisho. Bwana umeona jambo lilipofikia unataka ufie huko ndani au unafanya? Basi poa brother. Mimi bwana nisamee kwa sababu nilikuwa sina namna. Bora tu nikuite. Na mimi nilijua ukija hapa tukiwa wawili hivi, maana kama utamtoa hapa utamkataa toka. Pengine tungepata mwafaka wa kumtoa. Sasa hili lilokuja jipya ndo limeharibu mazingira. Mimi sijajua kabisa. Sijui kama hili jambo litakuja kutokea tena. Na hili ni jambo lingine jipya. Mimi najua unakuja peke yako. Kwa hiyo nilipata mtihani. Huu ni mtihani. Sikia, utu uzima ni jalala. Basi hiyo ni takataka ambayo nilipata. Tena nilitafuta mwenyewe takataka hiyo. Basi poa brother, mimi bwana niwaache bwana, kama nyinyi mnaenda mimi niwaache muende. Ndio tuondoke bwana. Viatu. Najua nafanya. Viatu feni kwanza. Inabidi nivitoe, maana mtu anasema anachukua na ndavu kwa mtaalamu. Yule noma yule. Hawezi. Sasa mimi nikaona yeye mtaondoka peku ndugu zangu. Sema hapa. Amekata na kucha. Pole bwana. Jamani kabidi mimi nivitoe viatu vitoe. Basi sawa. Basi poa, naomba nitoe mic hizo hapo. Viatu vyenu vya ngwani virudishe nje maana yake. Mimi nimeogopa. Yeye mwanamke wako ana mganga wake mzinani, si anamuita waziri, anamwamini vibaya mno. Basi poa bro. Poa. Halo.
Jamani hili jambo. Ndugu zangu nisaidieni katika ushauri kwenye comment hapo, nisaidieni hili jambo mimi nalimaliza vipi? Mwani nisaidieni kwenye comment. Hili jambo naliwezaje kuliweka sawa? Kumbe brother ana huyu mwingine sasa sijui mpya, sijui ndo ameletwa ale kutokana na hii swali lilotokea, sijui. Tumekuja hapa kusolve swali lingine, limekuja balaa lingine. Kumbe kuna bi mdogo na nyinyi muda mwingine mimi siwezi nikamlaumu brother kuja na huyo mwanamke. Muda mwingine nyinyi dada zangu ndo mnazingua. Kwa tukio ulifanya hili udada gumu. Mchizi ndo maana hivyo anafanya maamuzi ya for free. Yaani mwisho wa siku anachoogopa sasa. See you next time jamani, tujue nini ambacho kinafuata. Na kuna mdada amenipigia sana simu jana usiku. Jana usiku alimpigia sana simu, Zompa naomba nionane na wewe. Nikamwambia una jambo gani? Ambia Zompa nataka nikwambie kitu kuhusu huyo jamaa ambaye ndo mume wa huyo dada, mimi nina jambo naye. Jamani namsubiri huyo dada naye pia ameniambia atakuja leo hii. Nimwambia bana nikitapata time nitakucheki. Kwa hapa nataka nimpigie simu na yeye pia aje ili tujue ana jambo gani yeye kuhusu mshikaji. Maana ameniomba sana. Ngabidi tu nimwambie aje. So hajafika, nitazungumza naye nitawaambia ni nini ambacho amekuja nacho. See you next time.